Hello. Yeah, sijui kama umesoma story ya Daniel. Have you read the story of Daniel? You as a parent, you as a guardian, or you as a child, wherever, whoever, and whoever this messages will go to. Umesoma story ya Daniel. Hebu guess ni gani? Hebu guess kama ni story ya Shadrach, Meshach and Abednego? No. Hebu guess kama ni story ya Daniel akiinterpret dream. So umejaribu guess? Ndio hii sasa. Danieli katupa ndani ya tundu la simba. Hiyo story. Wakati nilikuwa nasoma, something very interesting came out. When you read the story of Daniel, when you go read the story of Daniel chapter 6, what do you see there? Ile story utapata pale, itakushangaza. Now King Darius alikuwa ndio ameketi katika ufalme. Alikuwa ameketi katika ile kiti ambayo ni ya juu zaidi. And he had 3 administrators. And with him also he had some other people who were called satraps. Satraps or satraps. Hiyo jina hiyo. Sasa walikuwa na watu ambao wanakuja kuripoti kwao. Kulikuwa na 3 administrators. How administrators among them, mmoja wao alikuwa Daniel. So kuna wengine wangapi? Wawili. Then wako na wafanyikazi wengine hapa zaidi ya 100 ngapi? 200. Sasa watu wakumpenda Daniel. Kumbuka Daniel aliletwa in the previous kingdom ambayo ilikuwa ya mtu anaitwa Nebuchadnezzar. Wakati Daniel aliweza kuinterpret ile dream. Kwa hivyo Daniel amekuwa pale. Is it King Nebuchadnezzar or Belshazzar? It is Belshazzar, my friend. It is Belshazzar. Aliletwa pale. Kwa hivyo wakati wa King Belshazzar, Danieli aliweza kuleta na akainterpret ndoto ya King nani? Belshazzar. Akamwambia ya kwamba, unakumbuka the story of mene tekel and peresin? Yes, alimwambia ya kwamba ufalme wako umepimwa katika uzani na umeonekana ya kwamba wewe haustahili. Na nini itafanyika? Utanyang'anywa na utapeana katika uzao ama watu ambao watatoka katika the Persian people. Na kwa hivyo huyu King Darius sasa anakuja kukua ametoka katika the Persian people. Haya, that is where the story is. Yes, let's continue now. Mpaka hapo umeelewa kitu? Clap for yourself mtoto. Kama wewe ni mzazi, tuendelee na story. Sasa ikafanyika hivi. Nini ikafanyika? Hao watu ambao walikuwa pamoja na Danieli hawakupenda na hawakupendezwa na tabia za Danieli. Na ni tabia zake zilikuwa gani? Zilikuwa mbaya? No, hazikuwa mbaya. Tabia zake zilikuwa eti ya kwamba huyu mtu ni mcha Mungu na hawezi akapatikana na kosa lolote. Kwa hivyo wakakuja wakasingizia wakasema, tufanyaje ili tumweke huyu mtu katika mtego apatikane ndani ya makosa. Wakasinzia, wakanong'onezeana, wakapanga, mipango ikapangwa. Lakini Danieli hakufanya nini? Hakuwa na makosa. Wakasema, tutamwekelea kitu gani ili apatikane ndani ya makosa, kwa sababu wamejaribu hili wakashinda, wakajaribu hili wakashinda, wakajaribu hili wakashinda. Kwa hivyo wakasema aje, twendeni tumwambie mfalme, ikiwa mtu yeyote atamuinamia ama kuomba Mungu mwingine isipokuwa wewe, wacha huyo mtu na iwekwe katika muhuri, ama wewe mfalme weka muhuri ya kwamba mtu yeyote akipatikana akimwabudu Mungu mwingine ambaye sio wewe, na hatupwe katika tundu la simba. Wakaenda wakamwambia, mfalme, watu ni wale tu sweet talkers, wanakuja wanamwambia mfalme, mfalme tumesikia, mfalme tunataka kufanya hivi, mfalme tunataka kufanya. Hebu imagine, na wanataka kumpangia mambo ambayo hasifanye nini? Hasiingiani kabisa. Kwa hivyo wakaona mahali tu watampata Danieli ni kwa sababu Danieli alikuwa anaomba. He was praying a true God. He was praying 3 times a day, in the morning, at noon, and in the evening. The Bible says Daniel was praying consistently, not once, not one day and a skip. Consistently, kumaanisha alikuwa anahubiri leo, kesho kutwa. He was praying. Yes, alikuwa anaomba. Alikuwa ni mtu mcha Mungu ambaye anamuogopa Mungu. Kwa hivyo wale watu wakakuja wakaweza kumsungumzia yule mfalme, na ikaweza kuwa wakaweza kumsingizia mpaka wakamuina. Kwa hivyo mfalme akasema ndio kweli na iwe hivyo. Kwa hivyo mtu yeyote atakayemuomba Mungu ama Mungu mwingine ama kuinamia Mungu mwingine isipokuwa mimi afanya nini? Harushwe kwenye. Na wakamweka siri. Eti na mfalme akatoa pete yake na akaweka hapo, kumaanisha hakuna mtu
kubadilisha hilo neno. The spies wakakuja, wanaitwa watu wa mshene, wanaitwa watu wabaya, wanaitwa watu ambao wakutaki mazuri, wanaitwa watu ambao wanakupangia mabaya, wanaitwa watu ambao wako nyuma yako kila siku wakikupangia. Wakakuja. Walipokuja wakachungulia Daniel. The Bible says Danieli akaingia katika chumba chake kama kawaida. Kwa hivyo ilikuwa kawaida ya Danieli kufanya nini? Kuomba. Akaingia katika chumba chake na akasali Mungu kama ilivyokuwa kawaida yake. I love it wakati nasema kama ilivyokuwa kawaida yake. Danieli akaomba, akamaliza kuomba. Na kabla hata hajaomba, Biblia inasema kwamba Danieli hata alijua wakati wamepanga hii njama. Kwa hivyo hakustuka, hakuogopa. Hakusema ya kwamba kwa sababu nimepangiwa eti nitakapoenda kuomba nikuje nisingiziwe ama niwekelewe makosa, nifanyiwe nini. Hakuogopa. He knew about it. Kwa sababu Biblia inasema Danieli alipata taarifa hizi na hata alipokuwa anazijua akaendelea mbele kwenda kufanya nini? Kwenda kuomba. Na wakati alipokuwa ndani ya chumba chake akiomba, wale watu wakakuja wakamchongelea, wakasema ndio huyo tumempata. Wakakimbia mbio wakaenda kumsema. And I am so sure that Daniel was in the spirit. Hata hii alijua ya kwamba sasa umeenda kusemwa, lakini hakuogopa. Akakuja. Wale watu si wamekimbia kwa king, wakamwambia. Na imagine hata vile watu I was reading the Bible na nikasema the Bible is very interesting, the word of God is very interesting, kwa sababu inasema ya kwamba hata vile walianza kumwambia king story, walimwambia hebu imagine, hebu unakumbuka mahali tuliweka maagano tukasema ya kwamba ikiwa mtu yote mwingine atapatikana akiwa ameomba Mungu wakati ambapo acha kuinamia wewe, tulisema afanye nini? Kina akasema nasikia. Wakamuuliza unakumbuka tukisema mtu yote akipatikana afanye nini? Huyo atakuwa amekuasi, atakuwa amekutendea dhambi, hatakuwa ataje kuheshimu. Huyo mtu tumfanye nini kwa sababu amefanya makosa na amekuasi? Mfalme akaghadhabika. Though alikuwa anakasirika pia kwa sababu Daniel hajamheshimu, but pia ndani yake alikuwa anajua Daniel hajafanya makosa. Hiyo si kosa na hiyo si kitu ati kubwa sana ya kufanya mtu kurushwa tundu lazima. Waka-insist. So they pushed the king to the wall. Akubali, si ulisema. Si niwe ulisema. Si unakumbuka tuliongea hii maneno. Si tulipanga na tukasema ni kweli. Tukasema mtu akipatikana arusha. King akasema ni sawa. Ni mtu mgani huyo? Ni Danieli. Oh my God. Mfalme ndani yake alijawa na huzuni, ile anataka kupembeleza, ile anataka kugeuza ile amri isikuwe ni hivyo. Tumepangia Daniel kweli mambo kama haya, lakini ikakuwa tu ni hivyo. Ikabidi tu wakamuendea. Imagine, wakamuendea, wakamweka ndani na wakasema ya kwamba wakabingirisha lile jiwe kubwa pale, na mfalme pia akatoa pete yake kuonesha kwamba ni muhuri nimeweka, hakuna mtu mwingine atageuza hili. Lakini cha kushangaza, wakati Danieli aliingia pale ndani, ama tuseme alirushwa pale ndani, Mungu katumana malaika. Wakafunga midomo ya simba. Simba hawakumdhuru, simba hawakumla, simba hawakumrarua, simba scratch, hawakumgwara. Alibaki vile. Nilikuwa naona katika mawazo yangu nikisema, ama Mungu alimvalisha Danieli sura ya simba, wakaona tuna simba mwingine hapa ndani. Sisi ni simba, wote ni simba. Because God, the God that Daniel was serving, he is a lion. He is the King of Kings. He is the lion that roars. Na anapokuruma simba wote hawana sauti tena. Tutoke hapo. Biblia inasema ya kwamba mfalme hakupata usingizi. Paka hapo umeshika. Mfalme hakupata usingizi. Mfalme hakulala. For the whole night he kept wondering about Daniel. Akashinda, huyo mtu wangu, huyo mtu wa Mungu, je, bado yuko hai? Itakuwaje tukamrusha mtu mzuri pale ndani ya shimo? Itakuwaje tukamrusha mtu ambaye ni mcha Mungu? Hakupata usingizi. Na Biblia inasema at the very early dawn, yani mwangaza tu ulipochipuka, wakati tu kulikuja, you know, the whole night Daniel spent the night in the den of lions. Kulipofika asubuhi, na nile asubuhi ya mapema, mfalme akaamka, akakimbia pale kwenye shimo, akamuita Daniel. Hebu imagine, the king himself could not get asleep.
the king himself, he went and shouted and said, Daniel, oh my God, has the God whom you've been serving consistently been able to save you? Imagine. Je, yule Mungu ambaye umekuwa ukimtumikia siku zote ameweza kukuokoa kutokana na madhara ama kutokana na kuuawa kwako kwa simba? I love that. I love that. So sometimes you are pushed and pressed. Sio kana kwamba ilimaanisha kukumaliza wewe. Ilimaanisha ya kwamba Mungu akapokea utukufu. Hallelujah, glory to Jesus. Ilimaanisha ya kwamba hata yule aliyeona ukifika pale mwisho alitaka kukuuliza, na je yule Mungu naye kwa unamtumikia kila siku dada yangu? Na je yule Mungu ambaye huwa unamuita asubuhi na usiku? Na je yule Mungu ambaye wewe umejikataza mambo mengi katika raha ya ulimwengu huu? Ni mengi umejinyima. Ni mengi ungetaka kufanya, lakini unasema kwa sababu ninamwogopa Mungu, kwa sababu ninamcha Mungu, kwa sababu ninampenda Mungu, kwa sababu ninamjua Mungu, mimi nitaitunza njia zangu, mimi nitatunza maagano yangu na Mungu, mimi sitabanduka, mimi sitafanya maovu ili dunia ifurahie, bali nitatunza vazi ambalo ni vazi la Kristo. Hallelujah. Mfalme akamuuliza Danieli, je, Mungu yule ambaye umekuwa ukimtumikia ameweza kukuokoa? Danieli akaitika kwa sauti akasema, long live the king, long live the king. Uishi milele ewe mfalme, uishi milele mfalme. Simba hawajanidhuru, simba hawajanikamata, simba hawajanitafuta. Mungu mwenyewe alitumana. Alituma nani? Alituma malaika. Akafanya nini? Akafunga midomo ya simba, hawakunidhuru. Hallelujah. What a testimony. What a testimony. Hata hapo pengine nikikosa kuambia, sio peke yake imetosha. Hapo pengine nikikosa kuambia what happened to those people, hivyo hapo pengine nikikosa kuambia, jamani, nitakuwa nimekosea kweli. Sio hapo peke yake imetosha. Hapo peke yake imetosha wewe kumwambia Mungu, wewe ninaye kukuita asubuhi na mchana. Wewe ninaye kutumikia Mungu. Mungu asiruhusu ukaibike. Mungu asiruhusu. Mungu asiruhusu adui wakafurahie ya kwamba hilo jambo limekupata linakuja kukumaliza. Halitakumaliza my sister, halitakumaliza my brother. You will come back with a testimony. Lazima utarudi na ushuhuda, uambie Mungu ninayemtumikia amenitendea, amenitendea mema. Huyo Yesu amenitendea mema, mema sana, amenitendea mema. Huyo Yesu amenitendea mema, mema sana. You want to know what happened to those people who threw, who accused Daniel? Imagine this story. I had taught it to the children, and then before even I went to teach them, I had read it, analyzed it, and then I read it once again, and I hear the Holy Spirit of God talking to me through this word. And then I read it again, and then I said, why don't I teach these children about this story? When I went and taught them, it became deeper again. That's when nikasema, mbona nisikuambie wewe, you my viewer, wewe mtazamaji wangu, mbona nisikuambie? You know, sometimes we carry the word of God, we carry the weapon, we carry what is needed to face that world. We have what it takes to face that situation that is standing before you. We have the weapon to talk to that mountain. We have the courage, we have the word, we have the word of God. Tuko na nguvu na mamlaka ya kunena kama ni hali ambayo imesimama mbele yako, kama ni jambo ambalo ni gumu mbele zako, kama ni kitu ambacho inasimama kama mlima mbele yako. We have the word of God. We have the word of God. I hope my friend umebarikiwa na hiyo neno. Sijui nimalizie ama nibakishe. Wacha tumalizie kwa sababu it was just that story. The Bible continues to say, the king ordered those men to go and remove or to pull
Wao wenyewe ndio walitumika kwenda kumuinua. Kumbuka, he was thrown. And now walitumika kwenda kumunyanyua, kumtoa ndani ya ile tundu la simba. Then the Bible says, the king akawaita wale watu waliokuwa wamemwaccuse Daniel. Together with their wives, together with their children. Wote walikamatwa, wakarushwa kule ndani ya tundu la simba. And the Bible says, before even they could land it on the ground, simba waliwarukia, waliwakamatia juu hewani, wakawararua, wakawakula, wakawatafuna. The Bible says, hata mifupa zao wali crush wana simba. What happened? It is not ending well. It is not ending well for your enemies. Oh my God, it is not ending well. Laiti wangelijua, ni vyema kumpenda Mungu. Ni vyema kupenda wenzako. Ni vyema tusiwachukie watu tu kwa sababu wanamcha Mungu. Tusimchukie mtu tu kwa sababu anamtumikia Mungu. Mungu wake siku moja atakuja kumpigania. I end by saying, a decree was made from that day that God of Daniel should be worshipped. A decree was made by the king. Hallelujah. A decree was made. Kutoka hiyo siku kukafanywa maagano ama maamuzi. You see, a decree kuchongelele kongetenra tangia leo, tangia hiyo siku kwenda mbele. Mfalme akasema ya kwamba kutoka leo na kwenda mbele ni Mungu wa Danieli atakayeabudu. Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Imagine, Mungu wa Danieli na apewe sifa. Mungu wa Danieli asifiwe. Mungu wa Danieli abudiwe. Mungu wa Danieli asifiwe. Ni Mungu aishie. Sema tena, Mungu wa Danieli ainuliwe. Mungu wa Danieli apewe sifa. Mungu wa Danieli atukuzwe. Ni Mungu aishie. I hope you've enjoyed the story. Why is this microphone running? Why is this microphone running? I found it. I hope you've enjoyed the story. Until next time, tell me the story you want me to tell you about. Or tell me the story ambayo ulisoma na hukuelewa vizuri hapo. I'll be glad. I'll read it. I'll analyze it. And I'll come back here to share with you. Until next time. Or if I found one before you, tell me which one. I'll be glad to bring it here. Until then, don't stop serving God. Usiwache kumwogopa Mungu. Usiwache kumtumikia Mungu. Usiogope wanadamu. Usiogope wanadamu. Wanaweza tu kuwa nyama peke yake. Ila moyo hawawezi. Keep serving God. Hakuna wewe, hakuache. Shalom, shalom, shalom. Niite Mercy K Favored. Thank you for watching. Make sure you subscribe to my channel. Peace of God be with you. Shalom, 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 shalom.